Kupiga mswaki pekee hakuzuii kunuka kwa kinywa chako. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea vinywa vyetu kuweza kutoa harufu mbaya. Sababu ya kwanza, upungufu wa mate mdomoni. Mate yanapokuwa machache mdomoni inapelekea kwa kiasi kikubwa sana mdomo kutoa harufu, kwa sababu mate husaidia katika kusafisha mabaki ya vyakula yaliyomo mdomoni. Lakini pia ni kutoboka kwa meno. Ukiwa na meno ambayo yametoboka kwa kiasi kikubwa, huwa yana tabia ya kuhifadhi, yanahifadhi mabaki ya vyakula, na hali hiyo inapelekea vile vyakula vinasababisha harufu mbaya mdomoni. Sababu nyingine ni magonjwa ya fizi. Magonjwa ya fizi zinapokuwa zinashambuliwa, vinaweza vikasababisha ukawa unatoa harufu mbaya. Kwa kitaalamu tunaita gingivitis. Lakini pia kupiga mswaki kwa usahihi. Kuna namna nzuri zaidi ambayo unaweza ukawa unapiga mswaki ili mradi kuweza kulifikia kila jino. Matumizi makubwa ya vyakula vya sukari. Vyakula vya sukari vikikaa mdomoni kwa muda mrefu vinaweza vikachochea harufu mbaya mdomoni kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kuna bakteria ambao wapo mdomoni, kila binadamu anakuwa nao, ambao wanatumia vyakula vya sukari kama chakula chao. Kwa hiyo sasa unapokuwa unakuwa na matumizi makubwa zaidi ya sukari, basi inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya mdomo wetu kuendelea kutoa harufu. Fanya ili kuweza sasa kuepukana na haya yote. Cha kwanza ni kuzingatia upigaji wa mswaki kwa usahihi. Unapokuwa unapiga mswaki, hakikisha unafika kwenye kila jino. Kuna clips mbalimbali huko nimeshaelezea namna ya kupiga mswaki vizuri. Unaweza ukafollow page ukaangalia kwa usahihi. Lakini kuhakikisha unapotumia vyakula vya sukari, basi unatumia kwa muda mmoja ambao ukishamaliza hapo hutumii tena. Sio unatumia mara kwa mara. Yaani maana yake frequency ikiwa kubwa ndio unajipa hatari kubwa ya wewe kuendelea kupata magonjwa ya kinywa na meno pamoja na harufu mbaya mdomoni mwako. Kama una upungufu wa mate, maana yake tunatarajia ukamuone daktari. Tembelea kwenye kituo cha kliniki ya dental au ya kinywa na meno kwa ajili ya matibabu zaidi. Sababu zingatia kupiga mswaki kwenye muda sahihi. Asubuhi baada ya kunywa chai na usiku kabla ya kulala tunatakiwa tupige mswaki.